Salamu wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa napenda tushiriki maneno ya Mungu siku ya leo kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 25. Utasoma pengine kwa wakati wako, lakini nataka tuangalie mistari michache tu ambayo huu ni mfano ambao Bwana Yesu alitoa, akasema ya kwamba ufalme wa mbinguni unafanana hivyo. Sasa uko nataka tusome mstari wa 10 na mstari wa 9, kuanzia wa 9 hadi wa 11 pale hadi na wa 12. Sasa mstari wa 9 nasema kwamba lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema sivyo, hayatutoshi sisi na ninyi, afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Nao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja, na waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Alafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Alafu mstari wa 13 unasema, basi kesheni, kwa sababu hamjui siku wala saa. Sasa kitu kikubwa ambacho binafsi nilikuwa nataka tushirikiane haya maneno ya Mungu ni kuhusiana na eneo zima la maandalizi ya watoto wa Mungu kuhusiana na ujio wa pili wa Yesu. Unajua sasa hivi kanisa limenyamaza, sasa hivi watu tumenyamaza, sasa hivi hakuna mtu yote anayeongelea kuhusiana na hicho. Lakini nataka niseme hivi, hakuna wakati mgumu kama wakati tulionao. Paulo alitabiri juu yetu, akasema kwamba nyakati zetu nyakati ngumu. Kwa nini nyakati ngumu? Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunashindwa kuendana navyo kwenye ulimwengu wa mwili wa damu na nyama, kwa sababu maandalizi yetu kwenye eneo la kiroho hayako vizuri. Na tambua kuwa mtu yote ambaye hayuko kiroho hawezi akawa vizuri kimwili, labda awe vizuri kwenye maeneo mengine, lakini na pia maeneo hayo mengine huwa eneo la kwanza kabisa. Lolote kitu chochote ambacho mwanadamu anachoweza kufanya kikamletea matokeo ya aina yoyote anayotaka, lazima kwanza huyu mtu awe vizuri kwenye ulimwengu wa roho au kiroho. So akija kwenye ulimwengu wa mwili wa damu na nyama, anakuja kutekeleza. Sisi kama watoto wa Mungu, eneo pekee ambalo sasa hivi tumebakiza, kanisa limebakiza kona ya mwisho. So hiyo kona ni kona ambayo binafsi naweza nikasema hakuna tena kitu kingine ambacho tunachosubiria zaidi ya mambo yote kufutika. Mara ya kwanza nisema kuwa, na ni kweli, mimi binafsi siwezagi na sipendagi kusema kitu ambacho Mungu hajaniagiza. Napendaga kusema kitu ambacho Mungu ameniagiza. Ujumbe wa mara ya kwanza nakumbuka Kristo alinipa kwa ajili ya kuambia kanisa lake lijiandae, lakini bado ujumbe huo ni huo. Kanisa lijiandae kwa ajili ya kumpokea Yesu. Kwa nini? Kwa sababu nyakati tulizonazo ni nyakati ambazo adui anacheza kwa ajili ya kuwapofusha fikra watoto wa Mungu. Naelewa sehemu moja kuu kwenye maisha ya mwanadamu, ya muamini yote katika Kristo Yesu, mahali pekee ambako shetani huwa anapofusha kwenye eneo la fikra. Kwa nini huwa anapofusha kwenye eneo la fikra? Kwa sababu fikra ni jicho, fikra ni taa ambayo inayoweza ikaangaza kitu chochote kwenye ulimwengu wa roho na hata kwenye ulimwengu wa mwili wa damu na nyama. Kwa nini sasa hivi kanisa limestarehe na wakati Yesu yu tayari kuja? Kwa sababu kanisa linapigwa kwenye eneo moja la kifikra. So hapa kwenye hili eneo ni eneo ambalo shetani anapiga kwa lengo moja kuu la kuwapotezea timing watoto wa Mungu kwenye ujio wa Kristo. Nakumbuka hivi, watu au Waisraeli walishindwa kumpokea Yesu kwa sababu walikosa kitu kinachoitwa kujua majira na nyakati ambayo ya Yesu kuja. Na vivyo hivyo kanisa litaachwa, na amini usiamini, moyo wa Bwana unalia kwa sababu ya kanisa lake kuachwa na majira. So kwa nini nimezungumza haya? Ni kitu ambacho binafsi kilikuwa kimenikaa sana, na Bwana aliniambia nikizungumza, lakini kwa kweli nilimwambia, akaniambia sema. So mimi binafsi ninazungumza, haijalishi ujumbe utakufikia wapi, lakini jiandae, Yesu anakuja. Jiandae kiroho, kimwili na kwenye nafsi. So kwa sababu hayo ndo maeneo matatu ambayo yanayokupa uhalali wewe kama mtoto wa Mungu
kwenda mbinguni, na la sivyo huwezi. So kwenye hivi vitu vingine vyote tunaweza tukafanya, lakini Yesu amekaribia kuliko kukaribia. Yesu amekaribia kuliko mtu yote anavyoweza kukwambia. Mimi nazungumza hivi, ningeweza kitu cha rahisi, ningeweza kukufundisha namna ya kufanya mambo mengine mengi, sijui kupata utajiri, sijui lakini kitu pekee ambacho Bwana ameniambia niseme, na nasema na wewe, haijalishi ujumbe tukufikia kutoka wapi, ukiwa wapi, mimi kwangu mimi haijalishi, lakini kile mimi ninachotaka ujumbe umekufikia, jiandae. So kwa kadri muda utakavyozidi kwenda, tutaangalia ni kitu gani Mungu atatupa kwa ajili ya kutusemesha watoto wake. Lakini siku ya leo Mungu amesema ya kuwa tujiandae, maana yu tayari kuja na muda sio mwingi. Nataka niseme hivi, saa ya kufumba na kufumbua macho kwa asilimia kubwa tutajikuta tumeachwa. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa maandalizi. Na leo hivi wana wa Israeli walikosa maandalizi, na kanisa na lenyewe limekosa maandalizi. Kumbuka kwenye kitabu cha Ufunuo 19 nasema ya kwamba tushangilie mbinguni na watu wakao, kwa maana harusi ya mwanakondoo imekwisha kuja na bibi harusi wake amekwisha kuja tayari. So kwenye eneo la kuwa na utayari wa kwenda mbinguni ndilo eneo litakaloamua wengine kubaki, wengine kwenda, kwa sababu hakuna kitu chochote Mungu anaweza kufanya kwa mtu ila isipokuwa huyo mtu ana utayari na hicho kitu. So kukosa utayari wa kwenda mbinguni, gari litawaacha wengi sana. So binafsi nimesema haijalishi uko wapi, lakini jiandae. Haijalishi uko wapi, Bwana anasema wale waliokuwa tayari wakaingia harusini, mlango ukafungwa. Kwa hiyo shalom, wana wa Mungu, haijalishi ujumbe utakufikia wapi, lakini ninamshukuru Mungu.